Hello my viewers, welcome again to Kim Health Channel. Na leo tunaangazia masuala ama the causes, sababu kubwa zinazosababisha mwanamke mjamzito kupata zile chemichemi ama blood spot kati ako na ule ujauzito. Ni sababu gani zinasababisha mwanamke mjamzito kubleed, experience ile spotting ama bleeding during the first trimester? Kama unavyoelewa na kama hujui nitakuelimisha, ujauzito ambapo unachukua miezi 9 umeweza kugawanyishwa kwenye zile tunaita trimesters. First trimester inaenda miezi 3. Second trimester ni kuanzia miezi 3 hadi miezi 6. And the last trimester or the third trimester ni kuanzia miezi 6 hadi miezi 9. Kwa hii video tunaangazia sababu kubwa ama sababu zinazoweza fanya, the possible reasons or the common causes of bleeding in the first trimester, kile kipindi cha kwanza cha ujauzito. Sometimes, wakati mwingine ile bleeding ni common, lakini kunazo sababu ambazo nitaweza kuzitaja, na kuna sababu kama 3, sababu kuu ambazo zinahitaji haraka upesi the medical attention. Sababu ya kwanza ama the first or the common cause number 1 ambayo inaweza fanya mwanamke mjamzito anapokuwa kwa ile the first trimester ku experience ama kupata the spotting. Na wakati tunaongelea spotting, kuna different ya spotting na bleeding. Spotting ni wakati mwanamke anapo experience matone mawili ama matatu ya damu, na hata anapotumia kitu kama liner haiwezi ikajaza ile liner. Lakini bleeding, wakati ana experience bleeding inaweza kuwa ni matone zaidi ya matatu, na anapotumia liner inahitajika kuchange ile liner ama pad, kwa sababu asipofanya vile inaweza chafua zile nguo zake za ndani ama the underwears. So spotting ni wakati unapotoa ile nguo yako ya ndani, the underwears, unapata kuna maybe tone 1 ama 2 ya damu. Hiyo ndio tunaita spotting. But bleeding, it is more than 3 drops of blood ambazo zitaweza kuchafua zile nguo zako za ndani. Sababu moja inayosababisha bleeding during the first trimester, ama sababu moja ambazo itafanya mwanamke experience ile spotting ni wakati kunafanyika what we call the implantation. Implantation ni pale the egg ama yai na zile mbegu za mwanaume zinapokutana, kunafanyika ile kitu tunaita fertilization. Na baada ya fertilization, ile fertilized egg ya mwanamke inatembea kutoka kwenye fallopian tube and from the ovaries to the fallopian tube where the fertilization take place, and then sasa kuna ile stage ya implantation. Wakati unapotazama ile nyumba ya mwanamke ya mtoto ama the uterus, pale juu kabisa penye fallopian ya left upande wa kulia na upande wa kushoto zinapokutana, pale juu hapo ndio the implantation inafanyika. Na wakati ile implantation inafanyika, mwanamke anaweza experience spotting.
Hii inafanyika sana sana out of 4 women unaweza pata ni mwanamke mmoja ambaye ame experience ile spotting due to implantation. Sababu nyingine ambayo inaweza fanya mwanamke experience ile spotting ni hormonal changes. Kwa ile video ingine tulifanya tukasema wakati conception ishafanyika, mwili ama the placenta ina form ile HCG, na wakati HCG the human chorionic gonadotrophy inafanyika, ishafomiwa ama mwili umesend signals ama the placenta ishatengeneza the HCG. The HCG hormone nayo inatuma signals kuambia mwili utengeneze more hormones kama vile estrogen and progesterones ambazo zinatumika ku maintain pregnancy up to the full gestation period ambayo ni miezi 9. So wakati mwili unapojiandaa kutengeneza more hormones after the signaling ambapo imeambiwa ama the message has been sent to create all those hormones to prepare for the pregnancy, to maintain the pregnancy, unapata kuna spotting ambayo inaweza fanyika na mwanamke anaweza experience spotting during that process. Sababu nyingine ambayo inaweza fanya mwanamke experience ile spotting, it is during the cervical changes. Mwanamke unapofunga ule ujauzito, there are some changes ambazo zina happen pale kwenye cervix. The cervix inakuwa and it may sometimes become sensitive, ikijitayarisha ama ikijiandaa for the activities zenye zisha happen ambayo ni ujauzito, ile conception. So wakati the cervix inajiandaa na kuchange ndio iweze kufunga na other activities zenye zina happen pale kwa uterus, unapata mwanamke katika ule muda anaweza experience spotting. Sababu nyingine ambayo it is more serious, implantation, hormonal changes, changes to the cervix, they are less which correct on their own. Mwili unaweza jirekebisha ama it's not a serious case as such as per se. But when we come to the ectopic pregnancy, ule ujauzito baada ya kwenda kuform pale kwenye uterus, kwenye ile nyungu ya mwanamke ya mtoto, the ectopic pregnancy ina form kwenye fallopian tube, kwenye zile tubes zake ambazo tunaziita the fallopian tube. This is a more serious case which need a serious medical attention, kwa sababu wakati unapata the ectopic pregnancy you don't spot. What normally happen, una bleeding which is associated with abdominal clamping. Kwenye utumbo wako ya chini unasikia kama mwili kuna ule mvuto which we call clamping, na baada yake unapata kuna ile bleeding and not spotting. That is a major cause other than the miscarriage yenye inaweza fanya mwanamke kupata bleeding, not spotting, bleeding. Other than miscarriage, ectopic cause bleeding too. Kitu kingine ambazo kinaweza sababisha mwanamke kupata bleeding and not spotting ni kitu ambacho tunakiita the molar pregnancy. Molar pregnancy ni pale ambapo fertilization ikishafanyika
and the fertilized egg imejiattach kwenye uterus. Instead of kuform a fetus ama mtoto, which we call a fetus, instead of fetus forming, and hii inasababishwa na an incorrect fertilization. Incorrect fertilization cause the molar pregnancy. So wakati ule ujauzito unakuja kuattach kwenye nyungu ya mtoto, which we call the uterus, ikisha attach pale, instead of developing to a feta ama kile tu kiungo ama tumuite tu mtoto, baada ya yule mtoto kuanza kudevelop, ina form a kind of non-cancerous tumor. Baada ya form mtoto ina form non-cancerous tumor ambayo ukiangalia vizuri inakaa kama ina clump, it's normally clumping like the berries. Unaona vile zile berries zinakaa. Hiyo ndiyo shape ambayo inajiform pale kwenye uterus ama kwenye ile nyungu ya mtoto. Instead of a fetus forming, we have a tumor forming, and that causes bleeding in the first trimester. Tuna kitu kingine ambacho tunakiita subchorionic hematoma. Subchorionic hematoma ni pale ambapo ile nyungu ama yale maji ambayo yamemzunguka mtoto, which we call amniotic fluid. Amniotic fluid imesurroundiwa na kitu inaitwa amniotic sac. Sac ni kama gunia ama bag fulani ambayo ina enclose ama inazungukia ule mtoto ama ule ujauzito. The outer part ya ile amniotic, hiyo ndio tunaita subchorionic membrane. Inapoweza attach or not attach, detach, inapoweza kuachana kidogo tu na ule ukuta wa nyungu ya mtoto, which is the uterus wall. Nataka uelewe vizuri hapa. Ule ujauzito, the outer side of the amniotic sac inapojidetach kidogo from the uterus wall, pale katikati kuna kale ka space kind of kameform, na hapo unapata kuna ile damu inaweza jiform pale, damu kidogo tu ambayo inajicorrect on its own. Inaenda tu yenyewe, mwili wenyewe tu unajirekebisha, it autocorrect itself, so it is not as serious as such. Lakini hata vile unapata mwanamke anaweza pata bleeding ama spotting, either case, bleeding ama spotting. The last one but not least, we have something we call cervical polyp. Cervical polyp ina form wakati cervix ina change due to high levels of estrogen ama zile hormones za estrogen. Wakati hapo zinaformiwa ama kiwango kiko juu kiasi, unapata kuna zile cervical polyps zinaform pale, na hiyo inasababisha mwanamke kuspot ama kuexperience zile tone za damu wakati wa ujauzito in the first trimester. We have said other than miscarriage and ectopic pregnancy, and that's something that we have, tumesema inaitwa molar pregnancy. Hizo ndo sababu kuu zinazosababisha bleeding
katika kile kipindi cha kwanza cha ujauzito, the first trimester. Zinginezo, implantation, hormonal changes and changes to the uterus, subcutaneous, subchorionic hematoma and cervical polyp. They are not serious as such, we have said so. But regardless of all that, kati umefunga ujauzito na experience some spotting ama bleeding, don't ignore it. It is high time to visit any health facility to see your doctor. Umuone daktari wako ama mhudumu wako. Atafanya vile vipimo kama ultrasound kuangalia mtoto wako ama ni kipi kinachofanyika kwenye ile nyungu ya mtoto or the uterus. Ndiyo aweze kujua kiini hasa na sababu kuu zinazofanya wewe kupata zile spotting ama bleeding kwenye hicho kipindi cha kwanza cha ujauzito ambacho tumesema ni the first trimester. I hope umeelewa baadhi ya vitu ambazo zinaweza fanya mwanamke kupata ile spotting, ile vitone vya damu mostly kwa zile nguo za ndani. Those are some of the causes, the main causes, and I don't think there is, hakuna zinginezo other than maybe you have something like infection, the UTI or the STI. Hizo nazo zinaweza sababisha mwanamke kubleed in the first trimester, though they are not common because some of the infections they are detected early and treated early before they cause any seriousness or before they go to an extent of causing bleeding. So in our next video, sijui mnaweza taka tuangazie the sababu zingine ambazo zinasababisha bleeding kwenye kipindi cha pili na kipindi cha tatu cha ujauzito ambazo ni the second trimester and the third trimester on next video. So hit the comment section, andika na uliza swali, pia share this video with your friend ambaye anaweza kuwa anahitaji such kind of an information. Don't forget to subscribe to Kim Health. Kim Health. And up until our next video, stay tuned. Let us meet in the comment section. Nipo tayari kujibu swali lako and other concerns ambazo unaweza kuwa nazo. So stay tuned. Asante. Thank you for watching this video up to this point. May God bless you.